Yes, bana, hapa ni katika dimba la Kimondo Forest Mlo, michuano ya Mlo Super League hatua nusu finali ya kwanza kabisa imepigwa leo. Atletico Club de Lutumbi wanatinga finali kibabe kweli mbele ya Sheria Kali. Hapa nipo na mfungaji wa bao la tatu na bao la ushindi ambalo limefungwa na mwamba huyu hapa. Bana, kwanza hongera kwa ushindi. Asante sana. Tuambie majina yako na unajisikiaje kutinga finali? Safi, nasikia furaha kufika finali. Bora zaidi. Tuambie mchezo ulikuwaje siku ya leo? Mchezo ulikuwa ni mgumu, ila mpira ni mchezo wa makosa. Kufanya makosa unaadhibiwa. Mlitangulia kufunga bao wakasawazisha, lakini baadaye kipindi cha pili mrejea mmepata muongeza mabao mawili. Mlikuwa bora sehemu gani hasa mchezo wa siku ya leo? Walifunga goli wakasawazisha, lakini timu kama timu tulitulia, tukatuliza tempa, sababu mpira unajua makosa yapo. Tufanya makosa tukarekebisha makosa yetu tukafanya vizuri. Half time. Tuambie kiufundi, umefunga goli ukiwa katikati mwa uwanja. Wakati unaenda kufunga ile goli, kichwani ulifikiria nini? Ulimwangalia kipa yuko ndani ama uliwaza nini mpaka ukapiga moja kwa moja mpira umeingia golini? Kwanza idea yangu mpira jinsi ulipokuja na nilikuwa mwangalia ile kipa, niona mpira huu unawezekana kushuti kabisa, niona ni shuti. Okay, sasa ameshatinga finali. Mashabiki wa Lutumbi watarajia mnaona mnakuwa mabingwa. Mashabiki nawapa kwamba wawe na hamasa iendelee, wajitahidi kupambana kusupport timu ubingwa tunazojua. Okay, shukrani. Asante. Bana, nipo na mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mawili, ametoa assist na kusababisha mkwaju wa penalti. Hongera kwa ushindi. Tuambie majina yako na unajisikiaje kutinga finali siku ya leo? Najisikia majina naitwa Yunus Lolo Mwaka. Mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mgumu kama ulivyokuwa unaona. Sahihi. Umehusika kwenye mabao mawili hasa. Wakati uko ndani ya uwanja, ulifikiria nini? Kipi bora kati ya kufunga na kuassist? Kwa mchezo jinsi ambavyo ulikuwa, mimi niliona kabisa kwamba kwa mimi siwezi kufanya pressing kwenda kufunga, nikaona ni vizuri kuwapa wenzangu kwa maana mpaka tumekuwa na ushindi. Kipindi cha kwanza mlitangulia bao wakasawazisha. Wakati mko nje, walimu walimbia nini hasa kipindi cha pili mmerejea na momentum kubwa, mmeongeza mabao mawili, mmetinga finali? Kikubwa nilichotuambia nje, waligusia kuhusu tuwe pamoja. Mimi nadhani ndio mpaka unapoona nilipata ushindi. Mmeshatinga finali sasa. Pengine mashabiki ambao walikuwa hawatarajii kuona mnatinga finali hatimaye mmefika, watarajia kuona mnakuwa mabingwa. Sahihi. Unawaahidi nini sasa mashabiki baada ya kufika finali? Mimi nawaahidi kitu kizuri, kikubwa aje kwa wingi watu support kama wanavyokuja. Mtawapa ubingwa? Sahihi. Okay, shukrani. Yes, bana, hapa nipo na mchezaji wa Sheria Kali. Bana, pole kwa matokeo ya siku ya leo. Asante. Tuambie majina yako na mchezo umeuonaje? Kwa majina naitwa Hawa Sadat Kigera, timu kapteni Sheria Kali. Mchezo ulikuwa waje siku ya leo? Mchezo ulikuwa vizuri tu, kitanguliwa goli lakini tukajipanga kusawazisha goli kali moja, lakini ni mistake za mwamuzi. Kujua kwamba alifikiria nini kuweka penalti ambayo sio penalti. Maana baada ya kutoa maamuzi ya penalti, yani uwanja mzima ulimzomea. Okay, tumekubaliana. Kiukweli ni kwamba penalti imetuvunja moyo. Haikuwa penalti halali kabisa. Lakini mwisho wa siku ni matokeo. Inapotokea timu fulani inashindwa, lazima mistake zifanyike. Mnaweza kufanya mistake timu kama timu. Mwamuzi na yeye ni binadamu, ana uwezo wa kufanya mistake na ni kweli ukafungwa. Kwa hiyo yote na yote sisi tunakubaliana na matokeo kwamba tulikuwa vizuri, lakini mistake za mwamuzi, lakini mwisho wa siku tunakubaliana na matokeo ya dakika 90. Mlimtoa Kidionongo, mmetoa Inspire. Pengine leo mchezo wa siku ya leo ulikuwa ugumu hasa sehemu gani, ama mwamuzi ndo amewafurugia kila kitu? Yani timu zote nne zilizofika hii hatua, ukichukulia Lutumbi pamoja na sisi Sheria Kali, wote tulikuwa nusu finali. Maana kwamba ni timu bora, tulikutana timu bora, lakini mwamuzi labda sijajua kwa leo alikuwa ameamka vibaya. Unaelewa? Mechi iliyopita alituchezesha sisi pamoja na Inspire, alichezesha vizuri sana. Hakuna lawama yote ambayo tulimpa mwamuzi. Lakini leo hii na yeye naweza nikasema hata huenda na yeye labda aliamka tofauti. Lakini kwa leo hii tumecheza vizuri. Ukiangalia tumemiliki mpira kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90 tumemiliki mpira. Lakini naweza kusema mistake ya mwamuzi, ni mwanadamu, simlaumu sana. Ndio imetupunguzia hali ya kupambana kwa kweli. Mnaenda kucheza mshindi wa tatu, mnajiandaaje sasa? Kiukweli ni kwamba ukichukulia mashabiki wote waliojitokeza hapa uwanjani siku zote wanakuja kutusapoti, walitegemea kwamba sisi ndio tucheze nini finali. Kiukweli ni kwamba
kwenda kucheza mshindi wa 3, mashabiki watakuwa wamevunjika sana moyo, na hata kama utakuwepo mwandishi, inawezekana hata mashabiki wasiwepo kabisa, kwa sababu kilichotokea wengi wamevunjika moyo kwa kweli. Pengine sasa hao mashabiki ambao wamevunjika moyo, mashabiki wa Sheria Kali, unaweza kuwa neno lipi la kuambia kwenye mashindano mengine? Tutarajie kuona timu ya Sheria Kali ikiendelea kuwepo na ikiendelea kushiriki na kuendelea kufanya vizuri. Ni kweli, mimi nawaomba tu wawe pamoja na sisi. Timu yao wameiona imecheza vizuri, sio kwamba eti labda timu yao imefungwa kwa sababu ilikuwa mbovu. Hapana, uzuri na wao wana mahali pa kukwepea kwamba mwamuzi alifanya mistake na ndio maana tumefanyaje, tumeweza kufungwa. Kwa hiyo bado wana imani na timu yao, na mimi naambia kama kapteni kwamba waendelee kuwa na imani na timu yao, ila issue ni kwamba ligi kama itatokea ligi zingine tutajipanga zaidi, na wao waamuzi kwenye hilo wataenda kukaa kwamba jamani, ilikuwa vipi, game ilitushinda, lakini wataboresha siku nyingine. Kama tumeonewa leo, kuna siku na sisi tutawaonea wengine. Okay, nawatakia kila la heri. Asante. Bwana, muda huu unaungana na shabiki wa Rutumbi. Kwanza hongera kwa kutinga fainali. Nashukuru sana. Unajisikiaje sasa baada ya timu kufika fainali? Mimi nimefurahi sana, na kama mashabiki wote tumefurahi kwa sababu malengo ya timu toka tunaanza, toka hatua za makundi za awali mpaka tunafika sasa hivi, malengo yetu tulikuwa ni kufika fainali, na tunashukuru Mungu tumecheza vizuri toka mwanzo mpaka leo hii. Tunamshukuru na tunaweza kufika fainali, na fainali tunategemea game nzuri ambayo kiwezo wa Mungu inshallah tushinde. Watu wengi wakupigia chapuo Rutumbi kama anaweza kufika fainali, hatimaye imefika fainali. Una nini la kuambia? Sisi tunawaambia ni kwamba yani kile walichokuwa nafikiria kilikuwa ni kitu potofu kabisa, kwa sababu timu ya Rutumbi kwa hapa ni timu moja kubwa sana ambayo inafahamika na watu wengi sana. Kwa hata ingeishia hatua za awali za mtoano kama kwenye Istanbul au robo finali, watu wengi wangeshangaa sana kwa sababu inacheza mpira mzuri, inafunga, inafanya kila kitu, na mwisho wa siku imefika fainali. Kwa hiyo ni moja ya timu moja nzuri sana. Wale ambao wanaibeza pole sana. Wewe ukakodi timu nzima alafu uje uifunge Rutumbi kiurahisi, yani ni shida moja ngumu sana. Na ndio maana sisi ambao tunawazawa tuna nini, mchezo umeonekana na kila mtu ameona mchezo ulikuwa mzuri sana, mzuri sana. Unajua kwa watesi wenu sasa mtawa surprise kwa kuchukua ubingwa wa Mlowo Super League 2026. Inshallah tunaweza tukachukua sababu tuna timu nzuri. Wewe mwenyewe umeona hapa ni nusu finali na tumeshinda goli 3. Wengi wanapita kwa sababu ya matuta au wanatoka moja bila, lakini sisi tumepiga 3-1 na limepigwa bonge la kamba pale, bonge la goli ambalo huyu jamaa angetakiwa awe Yanga au Simba kabisa. Jamaa anapiga mzigo sana. Bonge la fundi anapiga hadi danadana za vichwa hadi. Okay, shukrani sana. Asante.